niambie mwanangu, vibarua vyako huko vinaenda wapi? Hivyo mama wangu. Si unajua tena kazi za watu. Lakini tunamshukuru Mungu. Kazi zinaenda. Ni kweli, na mimi kila siku nakuombea mwanangu. Unajua wewe ndio mwanangu wa pekee. Yeah. Na unajua mwanangu nakupenda sana. Ndiye jembe langu, sina mwingine. Naelewa mama. Nakupenda sana mwanangu, wewe ndio mkombozi wangu. Nakupenda pia mama, usijali, siwezi kukuangusha. Kwa hiyo amani ipo, kanisa nikikuona ukirudi nimefurahi, kienda kazini. Uwe makini sana mwanangu. Sawa mama, nitakuwa makini kwa ajili yako. Nashukuru. Huyo mchoma anaendelea. Wewe tena. Kosekelela. Mama bwana, mkoo mzima anakusalimia tu. Nigusa mumoyo bahashira umota kosekelela. Usikele mchezo mama. Mama. Nashukuru kama ananikumbuka na kunisaidia. Sawa mama. Mama. Mimi muda umeenda, alafu kesho na kibarua nachukua naenda nikalime kwa ule mzee kule bondeni. Ngoja tu mimi nikapumzike, ila nakuomba mama, kama nitapitwa na usingizi, kesho saa 12 uniamshe na. Mie tena. Nzogolo kwe wa kwanza nie. Sawa. Ya mama nayo kwa kiuga. Unajua sisi tumebulia vijijini, haya mambo yana mjini tunaweza. Haya bwana. Usikomeo. Haya. Sasa mama nayo kaale. Sote tunataka mpaka mausiku. Mimi na sasa hivi. Haya bwana. Kafurahi nilivyomwambia Recho. Fredi. Unalalaje mwanaume mpaka saizi jamani? Fredi. Fredi. We Fredi. 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 We Fredi. Fredi. Fredi mwanangu. Amka basi mwanangu Fredi. 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 Fredi amka. Fredi. Fredi mwanangu basi amka Fredi. Fredi. Fredi mbona unanifanyia hivi lakini? Fredi. Fredi.
Jamani, mwanangu kakutana nini jamani? Fredi, Fredi, amka mwanangu. Fredi, usifanyie hivi basi. Jamani, mwanangu amka. Fredi, Fredi, usiniache hivi jamani. Fredi. Mwanangu jamani, mwanangu Fredi, lakini Fredi unaniacha. Fredi. 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 Mlisho. Sasa unisaidie kufagia uwanja jamani. Wewe asubuhi tu kwenda kwa watu. Sasa hivi nilisho kama mimi nimetoka. Umetoka na ndo umeamka? Kwanza kile kipolo nani kakila? Takuwa mama yako. Sienda shamba amesema. Wewe mtu unakula tu, wewe nimekipendelea yeye. Tumepita pale kwa Mama Fredi. Mama Fredi alikuwa analia sana. Huko akiita Fredi analia kwa uchungu. Sijui kuna shida gani. Anasemaje? Anasema mwanangu Fredi tasi atujue hata kuna shida gani. Yaani viki mimi naomba vitu vya muhimu kuhusu chakula leo nilisikia Fredi miguu huko. Wewe siku utakuja kubuka matatizo viki tupe shida wewe. Mwanangu Seli. Namba. Yaani mimi mzee wako najisikia vibaya sana. Najisikia ninaumwa. Na mwili unaniuma vibaya sana. Utasema nimegongwa na treni. Pole sana mzee. Shida nini bwana? Tatizo mawazo. Yaani nawaza ile shamba lilivyoungua moto ghafla. Sasa shamba tu mzee, yaani vitu vingi vinaenda shagala bagala. Kuja kuunganisha neno shamba mzee wangu. Da, yaani mpaka najiuliza sio mwana nini. Kama jana mashine ya fertilizer fai na jibumu imezimika tu ghafla yake. Na mimi jinsi anavyozidi kwenda ndani kila kitu kinazidi kuharibika mzee, ni mpaka yaani nahisi kutoka kwa mkono mtu. Sio bure mzee. Kuna mtu atakuwa anatuingilia. Hakuna mtu anaweza akatuchezea. Hakuna mtu anaweza akachezea familia yangu. Hata hivyo, nataka kesho nikutume Dar es Salaam. Okay. Kichukulia ule mzigo wangu. Basi haina shida. Kesho mimi nitaenda huko. Jitahidi ufike pale kwa Diku Patile. Atakupa mzigo wangu wote nao. Haina shida yake. Asante. Mimi baba nipumzike kwanza. Wewe pumzika. Nitamsikia hii. Hata sielewi. Basi mzee pumzika hapo. Kama hali itazidi kuwa mbaya mzee wangu nipigie simu tu hospitali. Sawa? Na shida. Ugua pole. Haya baba. Yeah. Kwa nini ulindanganya? 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 Kwa umebadilika? Wakati bado unabadilika. Wakati bado unabadilika. Wakati bado unabadilika. Kwa nini?
Kwa nini unachukua roho yangu? Unachukua roho yangu. Unachukua roho yangu. Unachukua roho yangu. Unachukua roho yangu. Sasa basi. Sasa basi. Nataka ukatubu. Nataka ukatubu. Nataka ukatubu kwenye kijiji kwamba wewe ni chanzo, kwamba wewe ni chanzo cha kila kitu. Nataka uende ukawaambie, nataka uende ukawaambie, nataka uende ukawaambie kwa wewe ndio unasababisha matatizo, na unachukua uhai wangu, unachukua uhai wangu, unachukua uhai wangu, unachukua uhai wangu. La sivyo, 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 utajuta katika maisha yako, utajuta katika maisha yako yote, 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 katika maisha yako yote. Fredi! Baba. 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 Na. Uko sawa niingie? Ingia mama. Baba. Mbona uko hivyo? Uko sawa kwa? Niko sawa. Ila ndoto tu. Mmemuota mamako hapa kanijia. Baba, tatizo lako unamwazia sana mama. Hiyo yote ni mipango ya Mungu. Kinachotakiwa sasa hivi ni kumwombea tu dua basi. Mimi mtoto wako niko pamoja na wewe, sawa? Sawa. Mama. Ameda. Hivyo unaweza ukaamini nimemuoa Fredi? Sasa kwa nini baba unasema hivyo? Fredi ile ni mipango ya Mungu na sio kwamba wewe ndio umemuoa. Mbona mlionana na ukamwomba msamaha akaisha? Emu usiwaze hivyo babangu, sawa? Sawa. Basi pumzika, mimi nakuja. Oi, taratibu. Mama, baba. Hello. Nzuri, naongea na nani? Unaongea na Msamaria mwema tu. Ndio. Hii timu imepatikana kwenye mifuko ya mhusika. No. Kuna ajali imetokea eneo la Kimara barabarani. Sasa mwenye hii timu amefariki dunia. Kwenye mfuko kwa timu namba ya mwisho alikuwa anapiga ni hapa, nimeteviwa jina mzee. Huyu ni mtoto wangu. Pole sana mzee. Basi mwanao amefariki na mwili wake uko hospitali. Kwa hiyo tunakuomba ufike hospitali kwa ajili ya taratibu zingine. Hospitali ipi? Hospitali ya Kimara. Asante sana. Dharura yako nini bwana Max? Mkuu, toka kifo cha Fredi mambo yangu yanaenda tafulani.
mali zangu zinapotea, mashamba yangu yanaungua moto, mtoto wangu amekufa. Juzi Fredi kanitokea, kaniamuru niende nikatubu makosa yangu mbele ya wanakijiji. Una tatizo gani mkuu? Mizimu bado inataka sadaka yako. Sadaka ipi mkuu? Nitakuita bwana watu. Asante mkuu. Hawatakusaidia. Nenda katubu. Hawatakusaidia. Nenda katubu. Wanakijiji wa Mabwe oye! Habari za saa hizi? Sina mengi ya kuongea sana. Kwa ucheche wenu mliokuwa nao, na imani wengine labda watakuwa wamepata dharura hawajakuja, ila kuna jambo langu nataka kuongea. Mzee Maxi amenifuata nyumbani kwangu, amenielezea kwamba ana shida na kuongea na nyinyi wanakijiji. Sasa nilikuwa naomba mumsikilize. Mzee Maxi, karibu sana. Suke mimi mwenye wanapigwa kango oye. Mimi kwa jina naitwa Mzee Maxi wa Kulumba. Ilicho mwambia mwenyekiti waite wanapigiji wenzangu wala kubwa la kia kutumu. Mimi hapa kijijini ndio nilikuwa master wa hapa. Ilikuwa nawachukua vijana na wazee na wafanyisha kazi mbali. Nadhani ninajua kabisa wanakijiji ina mashamba ekari 30. Lakini mlimaji ni mimi na mtoto wangu tu Lecho. Ndani ya hayo mashamba yote yale, lakini nilikuwa nalima kwa kutumia nyinyi, ndio mlikuwa nawalimisha. Sasa nimekaa nimeona sio vizuri kiungwana, kiubinadamu. Ninaona bora nije niwaombe samahani wanakijiji wenzangu. Ukija kuangalia baba Lecho, baba Fredi nilimuua mimi. Fredi mwenyewe nimemuua mimi. Yaani kwanza ashiko yule mtoto wake jamani tumfanyie nini? Kuna lile duka la machepe lile nililiunguza mimi. Tuma Muhammad. Sasa naomba wanakijiji wenzangu vijana mnisamehe mimi izazi wenu. Wazee nisamehe sana. Man. Nukuteli samahani sana vijana. Naombe ni samahani vijana wanakijiji wenzangu. Hata aibu na wewe. Jamani wanakijiji tusikilizane. Jamani wanakijiji. Siku zote binadamu hajakamilika. Amezikwa huyu. Yaani ukifanya kosa unatakiwa asamehewe. Jamani simsikilize mwenyekiti jamani, mbona yeye anaongea na nyinyi mnaongea? Kwa hiyo alichoongea ndicho hicho kilichotokea. Kwa hiyo ameona kwamba ametenda kosa, hana budi kuja kuwaomba samahani. Itabidi mumsamehe. Usameheana, amani tena. Siku zote kijijini amani ndio kila kitu, na Mwenyezi Mungu huwa ndio anapokea jambo hilo. Ndio. Hapo ndio kichao tulia. Mimi mumsamehe sana. Ametubu mbele yenu na Mwenyezi Mungu pia.
Hapana. Sijui mtakuwa mmenisamehe. Nashukuru sana wanakijiji kwa kumsamehe mzee, na Mungu awabariki sana na kuwa na moyo mwema, kwa sababu kijijini upendo unatakiwa utawale. Shida na raha, sina budi na kuendelea na kikao. Tunafunga kikao hiki, nawatakia safari njema na kazi njema.